Sikuwahi kufikiria kuwa kusubiri kunaweza kuwa kitu cha kuumiza kiasi kile. Nilidhani ni jambo la kawaida tu. Lakini siku ile nilipomwona, nilijua kuna kitu hakikuwa sawa. Nilikuwa narudi nyumbani jioni kama kawaida. Nimechoka, mawazo yamenijaa kichwani. Nataka tu kufika nyumbani, nifunge mlango, nipumzike. Nilipofika karibu na geti, nilimwona mtoto amekaa pembeni ya barabara. Hakuwa anacheza, hakuwa analia. Alikuwa amekaa kimya tu. Miguu yake ilikuwa imekunjwa, mikono yake ilikuwa imekumbatia magoti yake. Macho yake yalikuwa yananiangalia moja kwa moja. Nilipunguza mwendo wangu kidogo. Nikajiuliza, anamsubiri nani? Nikapita. Usiku huo nilipofika nyumbani, sura yake ilinifuata hadi kitandani. Nilijiambia ni mawazo tu, ni mtoto wa kawaida tu. Kesho yake jioni niliporudi tena, alikuwa pale pale, mahali pale pale, saa ile ile. Moyo wangu uligonga haraka kidogo, lakini nikajidanganya tena. Huenda anamsubiri mzazi wake. Siku ya tatu, sikuweza tena kupuuza. Nilimsogelea pole pole, nikapiga magoti ili niwe karibu na urefu wake. Nilihisi kama sitaki kumtisha. Unamsubiri nani? Nilimuuliza kwa sauti ya chini. Alinitazama kwa muda mrefu sana. Macho yake hayakutetemeka. Halafu akasema kwa sauti ndogo, karibu kunong'ona. Nilikuwa nakusubiri wewe. Nilicheka kidogo kwa mshangao. Nikadhani anatania. Ninaitwa nani? Nikamuuliza. Bila kusita, akataja jina langu kamili. Si jina la utani, jina langu kamili. Koo langu likakauka. Nilimuuliza anaishi wapi. Akanionyesha nyumba iliyokuwa imefungwa muda mrefu. Nilijua nyumba ile. Jirani aliyekuwa anaishi pale alihama miaka iliyopita. Unaishi peke yako? Nikauliza. Akatingisha kichwa. Nilikuwa na mama, akasema. Nilitaka kuuliza zaidi, lakini macho yake yalinifanya ninyamaze. Kulikuwa na huzuni nzito pale. Huzuni ya mtoto asiyejua jinsi ya kulalamika. Kuanzia siku ile, alianza kunisubiri kila jioni. Nilianza kuzoea kumwona. Alikuwa sehemu ya njia yangu ya kurudi nyumbani. Kama taa ya barabarani, kama jiwe pembeni ya njia. Wakati mwingine nilimletea biskuti, wakati mwingine maji. Alipokea kwa mikono miwili, lakini hakuwahi kutabasamu. Siku moja nilimuuliza, kwa nini hukai kucheza na watoto wengine? Akasema, kwa sababu ukiondoka asubuhi, narudi kusubiri. Maneno yale yalinichoma moyoni. Nilijaribu kucheka, lakini sauti haikutoka vizuri. Nilianza kumwona kwenye ndoto zangu, akiwa amekaa pale, kimya, akinisubiri. Siku moja nikaamua kwenda kwa jirani mmoja aliyekuwa anaishi karibu na ile nyumba. Nilimuuliza kuhusu mtoto. Uso wake ulibadilika ghafla. Alinyamaza kwa muda kabla hajajibu. Huyo mtoto, alisema polepole, alikuwa anakusubiri. Nilihisi baridi ikipanda mgongoni. Akanieleza kila kitu. Mama yake alifariki ghafla. Hakuna ndugu aliyekuja kumchukua. Hakuna mtu aliyebaki. Alikuwa anasema ukirudi, basi mama yake angerudi pia. Usiku ule sikulala. Nilikaa nikitazama dari. Nilihisi hasira, huzuni na hatia vikichanganyika. Asubuhi yake, nilirudi pale barabarani mapema. Mtoto hakuwepo. Nilirudi jioni, bado hakuwepo. Siku iliyofuata, hakuwepo. Nilianza kumuuliza kila mtu. Hakuna aliyemuona. Jioni moja, nilikaa pale alipokuwa anakaa. Nilikaa kimya. Nilisubiri. Dakika zikaenda. Giza likaingia. Baridi ikaingia mifupani mwangu. Kwa mara ya kwanza, nilielewa uzito wa kusubiri. Nilipoinuka kuondoka, niliona kitu chini. Ilikuwa ni kofia yake ndogo. Nilipoishika, macho yake yalinitoka bila kujizuia. Na hapo ndipo ukweli ulinigonga vibaya zaidi. Hakuwa ananisubiri kwa sababu nilikuwa maalumu. Alikuwa ananisubiri kwa sababu hakuwa na mtu mwingine. Na tangu siku ile, kila jioni ninaporudi nyumbani, hukaa kidogo kabla sijaingia. Kwa sababu sasa najua, kuna watu wanaumia kimya kimya, wakisubiri mtu ambaye hajui hata kama anasubiriwa.